maneno ambayo unaamua kuyatumia katika utoaji wa huduma yako au biashara yako ndiyo yanayoamua kwamba biashara yako ikue au ife. Baadhi ya watu wamekuwa wakishindwa kuwashawishi wateja kwa sababu ya sentence au maneno ambayo wanayatumia. Wanashindwa kufanya makubaliano, wanashindwa kushawishi wateja, na mara nyingine wanaweza wakawa sahihi kabisa, yaani wanachokielezea kuhusu bidhaa zao ni sahihi, na muda mwingine bidhaa zinaweza zikawa nzuri, ila wanashindwa namna nzuri ya kuwasilisha ubora wa bidhaa zao kwa mteja. Wanashindwa kutengeneza picha ambayo itamvutia mteja na mteja aweze kuamua kuinunua kwa gharama yoyote ile ambayo utakuwa umepanga. Hem, tuchukue mfano huu wa wateja wawili ambao wamekuja dukani kwako ili kuweza kupata chakula, na katika kuchukua chakula hicho wanataka uwaelezee kwa ufupi juu ya chakula chako. Sasa angalia namna ambavyo sentensi hizi mbili zinaweza zikamfanya mteja awe na mtazamo tofauti. Mteja wa kwanza kaja kauliza umwelezee kuhusu ubora wa chakula chako, ukamwambia chakula chetu ni bora na kina 10% tu ya mafuta. Na mwingine akaja akakuuliza umwelezee, ukamwambia chakula chetu ni bora na 90% ya chakula chetu hakina mafuta. Unaweza ukaangalia utofauti wa hizi sentensi mbili. Sentensi ya kwanza inasema 10% tu ya chakula chetu kina mafuta, na sentensi ya pili inasema 90% ya chakula chetu hakina mafuta. Hizi sentensi zote ni sawa, hazitofautiani, zote ni sawa. Aliyesema 10% ya chakula chetu kina mafuta, aliyesema chakula chetu hakina mafuta 90%, zote ni sentensi sawa, lakini zinatengeneza picha tofauti kwenye akili ya mteja. Kwa haraka haraka, aliyesema chakula chetu kina 10% tu ya mafuta itamtengenezea mteja picha ya kwamba kumbe chakula chenu kina mafuta. Mafuta haya yatakuja kunidhuru, so sinunui, na mteja atadelay kununua. Lakini pale yule aliyeelezewa kwamba 90% ya chakula chetu hakina mafuta, maana yake ni vile vile kwamba 10% iliyobaki ya mafuta ni ya mafuta. Kwa hiyo unaweza ukaona huyu mteja pia atapata picha, 90% ya chakula chao hakina mafuta. Ni asilimia kubwa sana, hiki nanunua. Wewe umeona hizi sentensi mbili. So ni vizuri ukachambua namna nzuri ya kuweza kuwasilisha. Muda mwingine wateja hawanunui, sio kwamba bidhaa ni mbaya, sio kwamba bidhaa sio nzuri. Unaona? Hapana, bidhaa inakuwa ni nzuri, lakini namna ambavyo unaiwasilisha. Kwa hiyo take it